Ukiona mzazi umeacha watoto nyuma, wanaita mapadre na majirani, ndugu na jamaa na marafiki kufanyia misa, wewe ulifaulu kuwaandaa. Mwokozi wangu, nakuhitaji zaidi, na moyo wangu unalia uwepo wako. Nimejaribu on my own, lakini siwezi, na kutegemea, usiniache kamwe. Nikiwa bado napumua, jina lako ndilo nitajivunia. Tena sitaki kitu cha kunikataza kuwa chombo chako. Sauti yako ikaniita, vingine vyote mimi nakataa. Nifiche ndani ya mabawa yako, kufika mwisho wa safari. Najua kwamba mimi ni wako, unanipenda tena sana. Nuru yako imenitoa gizani, burudika, mimi naburudika, burudika moyoni, ninaye Yesu wangu, mimi ninaburudika moyoni mwangu. Sijampata anayefanana na Yesu, mimi naburudika, burudika moyoni, ninaye Yesu wangu, mimi ninaburudika moyoni mwangu. Sijampata anayefanana na Yesu. Miaka mingi nilimtafuta Yesu, sikupata wa kufanana naye. Sasa moyo wangu unaburudika, nimempata Yesu. Moyo wangu ni furaha tele, nimempata Yesu. Nimempata Yesu. Mimi naburudika, burudika moyoni, ninaye Yesu wangu, mimi ninaburudika moyoni mwangu. Sijampata anayefanana na Yesu, mimi naburudika. Ndio utambulisho wangu kwamba mimi mzawa wa kifalme. Alinijua tangu mawazoni mwake, alishanichagua niwe wa upande wake. Ugumu wa changamoto zinazonikabili hautoshi kubadili mawazo Mungu anayoniwazia. Nina imani upo wakati ambao mema uliyopanga yatatimia, maana sijahadikiwa kushindwa, nimeandikiwa kushinda. Mungu yuko upande wangu, tashinda zaidi ya kushinda. Imani tashinda, tashinda, mimi tashinda. Najua kwa upande wangu, naamini mimi tashinda, mimi tashinda. Yesu kwa upande wangu, naamini, naamini, naamini. Kwako tangoja neno lako, kwako tangoja sauti yako, kwako tangoja kibali chako.
nitangoja amani yangu, nitangoja uponyaji wangu. Uweponi mwako Yesu nitakaa, maana ukiwa upande wangu ni nani aliye juu yangu? Hakuna. Yeah, yeah. Tena ukisema ndio nani apinge? Hey Baba, Olodumare my one and only, the giver of life, iko tunanapa. Nasimama cause uko na mimi, you never let me go. Mipaka yangu umeitanulia mbali, even sky see your limit kwa ikibali. Hata haters wanashangilia kwa ndani, umewawinga oh. Sina kingine mimi najivunia zaidi yako Baba, maana niko tuli nimetulia, we unagabaya. Hata wale wananionea usuda, shabaya yao mbaya. Watapataje mwamba umenifunika, ure watataya. Cause I know that you got me where you got me. You got me where you got me, Papa. You got me where you got me. That's why I never fall in. You got me where you got me. You got me where you got me, Papa. You got me where you got me. That's why I never fall down. Iteleza Baba unaniinua, hujanitupa wala hujanijutia. Kama ni toba zimejaa gunia, ukweli kwamba tumenirumia. Ningekulipa nini kama ungetaka nilipe jema moja moja, maana hata hii pumzi nayovuta hakuna dola ingetosha. Na kingine mimi najivunia zaidi yako Baba, maana niko tuli nimetulia, we unagabaya. Hata wale wananionea usuda, shabaya yao mbaya. Watampataje mwamba umenifunika, kure wakataya. Cause I know that you got me where you got me. You got me where you got me, Papa. You got me where you got me. That's why I never fall down. You got me where you got me. You got me where you got me, Papa. You got me where you got me. That's why I never fall down. You got me where you got me. You got me where you got me, Papa. You got me where you got me. That's why I never fall down. ambaye alifariki miaka 6 iliyopita, lakini na Anet pia ambaye pia amefariki zaidi ya miaka 10 iliyopita. Watu wakaribishe sana katika familia hii, viongozi wa serikali wakiongozwa na mwenyekiti wetu wa halmashauri ya wilaya Misenyi, Mheshimiwa Projestus Tegamaisho, karibu sana, pamoja na kaimu mkurugenzi ambaye ni mganga mkuu wa wilaya ya Misenyi aliyefika mahali hapa, Dr. Daniel Chochole, na wageni wengine wote. Wakati huu tunajiandaa kwa ajili ya ibada ya misa takatifu ambayo itaanza muda mfupi ujao. Kwa hiyo niombe tulioko karibu tuweze kuingia katika eneo hili maalum tayari kwa ajili ya kujiandaa na shughuli yetu ya leo. Tunataka kwenda na muda ili kusudi tuweze kumaliza kwa wakati. Have you one child, one more?
Ndugu zangu wapendwa, na kwa namna pekee sana wanafamilia wa mzee Julian na mama Annette, viongozi wa serikali, majirani, ndugu jamaa na marafiki, muda huu tumekusanyika tukiwa na nia ya kwanza kubwa ya kumshukuru Mungu. Na shukrani yetu kwa Mungu kwanza ni kwetu sisi ambao Mwenyezi Mungu mpaka muda huu ametupa kibali cha kuwepo hapa, akitujalia afya, kwanza pumzi, lakini pia afya na nguvu ya ndugu zetu, wazee wetu, rafiki zetu, wazazi kwa watoto wetu, watoto wa mzee Bujugo, babu na bibi kwa wajukuu wao, lakini pia kwa sababu hapa ni nyumbani, ni kijijini, kwa ndugu jamaa na marafiki. Sote tunamshukuru Mungu sana kwa zawadi ya mzee Julian na mama Annette, ambao hasa hao ndio wametuvuta hapa. Lakini pia kama familia wanapomshukuru Mungu na tunaungana nao katika adhimisho hili la Ekaristi, tumeomba pia tuwaombee wazee wetu wa huruma ya Mungu. Kila mara tunawaombea na tunaendelea kuwaombea, hatuchoki kuwaombea, kwa sababu tunaambiwa na maandiko kwamba miaka 1000 ni sawa na kufumba na kufumbua tu mbele ya Mwenyezi Mungu. Tumeweza tukasema mbona tunaombea kila mwaka, kila mara? Je, Mungu asikii tu? Miaka ya mwanadamu si muda wa Mwenyezi Mungu. Kwa tunamwomba Mungu kwa ajili yao, popote pale katika ubinadamu wao ambao kutenda vema mbele ya Mungu hata mbele ya watu, basi Mwenyezi Mungu awape pumziko la milele mbinguni. Pamoja nao mzee Julian na mama Annette tunaunganisha adhimisho hili kuombea Maria Stuta, Josephine, Adventina, Prokeria, Martin, Fatma na Pat. Raha milele uwape Bwana. Wastarehe kwa amani. Naomba pia zaidi ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya wazee hawa na kuwaombea, tuendelee kuwakabidhi mikononi mwa Mungu katika adhimisho hili familia yake, watoto, wajukuu, ndugu zake, ili waendelee kushikamana. Tukiwaombea pia kwa ajili ya yale yote wanaoyafanya, mambo mbalimbali, biashara, kazi zao, lakini Mungu awajaze afya, nguvu, upendo kati yao na kumpenda Mungu pia na wanadamu, kama ambavyo wazee waliwafundisha katika maombi, ili wafanye vizuri zaidi. Tukiri dhambi zetu ili tustahilishwe sasa kuadhimisha adhimisho hili takatifu. Na muungamia Mungu Mwenyezi. Ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi sana. Ndiyo maana nakuomba Maria mwenye heri, Bikira wa daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu na atufikishe kwenye uzima wa milele. Bwana utuhurumie.
kwamba mwanao alikufa na kufufuka. Utujalie kwa wema wako, ili kwa njia ya fumbo hili watumishi wako Julian, Anet na wanafamilia wote waliolala katika Kristo wapate furaha ya kufufuka kwa njia yake, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Tuketi tusikilize neno la Mungu. Bwana aliridhika kumchukua, amemhuzunisha. Utakapofanya nafsi yake kuwa dhabihu kwa dhambi, ataona uzao wake, ataishi siku nyingi, na mapenzi ya Bwana yatafanikiwa mkononi mwake. Ataona mazao ya tabu ya nafsi yake na kuridhika. Kwa maarifa ya mtumishi wangu mwenye haki, atawafanya wengi kuwa wenye haki, naye atachukua maovu yao. Neno la Bwana. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Malishoni pa majani mabichi, hunilaki kwa ajili ya jina lake. Nitaimba milele, nitasifu milele na kulitukuza milele jina lake. Nitaimba milele, nitasifu milele na kulitukuza milele jina lake. Nitaimba milele, nitasifu milele na kulitukuza milele jina lake. Bwana awe nanyi. Somo katika Injili ilivyoandikwa na Mtakatifu Marko.
Yakobo na Yohane wana wa Zebedayo walimwendea wakamwambia, Mwalimu, twataka utufanyie lolote tutakalo kuomba. Akamwambia, mwataka niwafanyie nini? Wakamwambia, utujalie sisi tuketi mmoja mkono wako wa kuume na mmoja mkono wako wa kushoto katika utukufu wako. Yesu akamwambia, hamjui mnaloliomba. Mwaweza kunywea kikombe ninyweacho mimi, au kubatizwa ubatizo nibatizwao mimi? Wakamwambia, twaweza. Yesu akamwambia, kikombe ninyweacho mimi mtakinywea, na ubatizo nibatizwao mimi mtabatizwa, lakini habari ya kuketi mkono wangu wa kuume au mkono wangu wa kushoto si langu kuwapa, ila wao watapewa waliowekewa tayari. Hata wale 10 waliposikia wakaanza kuwakasirikia Yakobo na Yohane. Yesu akawaita akawaambia, mwajua ya kuwa watu wanaohesabiwa kuwa wakuu wa mataifa watawala kwa nguvu, na wakubwa wao watumikisha. Lakini haitakuwa hivyo kwenu, bali mtu anayetaka kuwa mkubwa kwenu atakuwa mtumishi wenu, na mtu anayetaka kuwa wa kwanza kwenu atakuwa mtumwa wa wote. Kwa maana mwana wa Adamu naye akuja kutumikiwa, bali kutumika na kutoa nafsi yake iwe fidia ya wengi. Neno la Bwana. Tumsifu Yesu Kristo. Tumesikia somo la nabii Isaya ambalo linaelezea juu ya mtumishi wa Bwana ambaye ni Kristo, kwamba yeye kama Bwana alikufa na kafufuka kwa ajili ya watu wengi ambao ndio sisi. Na kwenye somo la pili mlilolisikia la Injili ni juu ya watu wawili waliokosa aibu kabisa, lakini kwa sababu za ukibinadamu wao wakamwambia Yesu wanataka wamuombe, mmoja akae kushoto na mwingine akae kulia katika utukufu wake. Yaani kwamba nafasi walizonazo hazitoshi. Sasa wao wanataka kuchukua nafasi za juu za vyeo, kama tulivyoketi hapa. Huyu Padri Koko ndo Yesu sasa katika utukufu. Mimi naomba kuwa kushoto, na yule jamaa na ni watu wa maisha ya juu, watu wa kula vizuri, kunywa vizuri, kulala pazuri, wasioguswa na kitu. Sasa Kristo naye anawaambia mambo hayo mnayoyatafuta Mungu tayari ameshayaandaa kwa ajili ya wale wanaostahili. Na wanaostahili ni wale wanaoshika amri za Mungu na amri zingine muhimu zinazotuelekeza kuishi maisha bora hapa duniani. Kwa hivi habari za kutaka kuishi maisha ya kuukata amewakatalia, lakini pia inaonekana ikaanzisha maneno miongoni mwa mitume wale 12. Maana yake walioomba wapendelewe walikuwa wangapi? Wangapi? Waliokuwa hawajaomba kupendelewa wamebaki wangapi? 10. Sasa 10 wakaanza kuwaona kama hao watu wanajipendekeza sana. Lakini Yesu akayamaliza maneno hayo kwa kuambia watapata nafasi hiyo wale waliokishawekewa tayari na wenye sifa. Kwa hiyo haya mashindano wachana nayo, japo wote kutoa mmoja tu ambaye alijinyonga baada ya kufanya usaliti, lakini mitume wote ni watakatifu mbinguni. Kwa hiyo walikuwa na kwa kia anasema kushabebi ya wenko mlalo. Hawakuwa na sababu ya kuanzisha hiyo rongorongo, kwa sababu Kristo yuko nao ambaye ndiye Bwana wa uzima. Kukaa kushoto au kulia ilikuwa ni uchokozi na namna ya kutafuta maisha ya juu sana.
Na hapa tupo kama alivyosema kiongozi wetu wa misa kwa ajili ya hawa ndugu zetu waliolala hapa wawili. Hawa tunawatambua kama marafiki wa watu wengi. Sawa. Marafiki wa watu wengi. Watu wa msingi na wa muhimu. Watu wa maana. Unaweza ukawa uko hapa lakini kudhibitisha umaana wako mpaka ufanye kitu. Lakini kwa kuumbwa kwako wewe ni mtu. Kuna waliowazaa na kuwalea na kuwapa uruka waliokuwa nayo. Asubuhi tulikuwa tunaongea na huyu padre mwenzangu tukasema kulikuwepo na fulani alipomaliza kufariki familia yake ilikimbia kuhusu mambo ya kanisa. Hatukuwajadili kwa sababu bado tuko karibu nanyi. Na huyo mzee alikuwa ni mwanasiasa, alikuwa ni mtu wa dini, alikuwa ni rafiki wa wote. Kama kuna sehemu kuna madufu, tunaita madufu sisi, si ndio? Mzee akialikwa naenda na maji. Kama kuna ngoma, naposema ngoma watu wako wamuelewi. Huko mjini kuna mambo huko. Akifikia umri wa kuvunja ungo, inatangazwa sherehe ya kufa mtu. Sasa hiyo mvua mahali ulipo usitoke ili kujidhibitisha kwamba uko serious na hapa. Tunaposema ngoma huko Bukoba vitu hatuvijui. Hata Mwanza nafikiri. Lakini Pwani mtoto kafikia umri wa kuvunja ungo inatangazwa ngoma hata kama familia ni maskini kiasi gani. Wanamalizia siku ya mwisho maji. Kwamba mtoto amevunja, lakini huku uvunje ungo anajua mama yako na wewe na dada zako. Baba, mama, hata Moshi. Sasa tujue hivi vitu. Lakini kule ni sherehe muhimu. Kwa hiyo mzee Mjugo nakumbuka siku moja aliniambia na amealikwa mahali kuna ngoma. Na ngoma hizo Jakaya Kikwete alikuwa naye amealikwa. Kwa sababu si mwenzao Pwani. Kwa hiyo yeye kama mmoja wapo alialikwa naye akasema tutakuwepo kwenye hizo ngoma Msata. Kwa hiyo uone alivyokuwa ni mtu wa watu. Na kuonesha kwamba ni mtu wa watu, Kardinali Penga alimteua kuwa mlezi wa maskauti wa jimbo. Na ukiteuliwa kuwa mlezi wa maskauti ni lazima utoboke, maana kama maskauti wanahitaji safari hii wanakwenda huku, wewe ndio unafadhili hizo safari. Mpaka kafika mahali akasema sasa nataka ninunue eneo Chalinze, hawa maskauti wawe na shamba, wawe na shughuli za kufanya. Nafikiri alikufa kabla hajafanya hivyo. Na mbali na hayo ni mzee ambaye alikuwa anaweza kuketi na kuongea na kila mtu. Sio mtu anapata $100,000 hapa yani azungumze na jirani. Laki mtu aongei na watu maskini tena. Kwa sababu ana laki. Lakini yeye pamoja na hali yake na nini anaongea na watu wote. Na akawa amekutana na mke ambaye naye alikuwa mtu wa watu pia. Mtu wa watu sana. Unajua mambo ya katika umri unapovuka kati ya miaka 17 kuitafuta 25 hapo. Na mtoto wa kike. Kila mtu anakuambia mchumba, hata hujui uchumba ni nini. Na kwa sababu hiyo leo hii tunapokusanyika hapa kama alivyosema kiongozi wetu, lengo ni kusherekea maisha yao, kumshukuru Mwenyezi Mungu, kuwaombea umoja watoto na wajukuu wa mzee. Sisi tukiwaombea hawa wakavuka, basi tutakapofariki tutakuwa na wenyeji wetu mbinguni. Na
Mambo haya tunapoyasimulia hapa au kuyaongea ni maneno ambayo hayaingili katika masikio na kukaa. Lakini mkubali msikubali, kila mtu hii hatua atapitia. Sasa wewe kama ukiamka asubuhi unapaswa kumeza kidonge cha pressure. Si maandalizi. Si maandalizi. Unameza kidonge kwa ajili ya sukari. Si maandalizi hayo. Ni maandalizi, si maandalizi. Daktari ameshakukataza baadhi ya vyakula. Aga nyama nyekundu. Acha sigara. Maana ameshaona wewe ukiviendeleza hivi muda si mrefu muangalie katika familia. Mtu aliyekuwa analipa school fees, aliyekuwa anamaliza matatizo, aliyekuwa anasuluhisha, anafariki kwanza. Afa anaacha wavurugaji. Hili ninazua au kweli? Sasa busara ya Mungu ikoje? Kwa nini hao watu ambao walikuwa wanatusaidia wasiishi muda mrefu, afa wavurugaji wakaondoka mapema? Lakini Mungu afanye hivyo, hao wavurugaji anawapa muda wajirekebishe. Ndio logic. Gesi tumegundua. Tunayo. Wanakwambia likilipuka bomba la gesi, haya magari yote ya zimamoto hayana cha kufanya. Petroli wanaweza kuzima, sio gesi. Sasa kwa nini Mwenyezi Mungu anachukua watu wa msingi na wa muhimu? Anachukua. Kwa sasa anawachukua hawa ili kutufanya tujitegemee. Lakini pili, anafanya hivyo kwa sababu anaona watu hawa ni wema kwa watu, wanaweza wakakengeuka, anachukua zawadi zake. Yupo? Hayupo. Wengine mnaliliwa tu hapa na ukoo tu hapa. Mtu ameliliwa na nchi nzima. Na Mungu aangalie pembeni kurudisha. Ila sana sana ataturudishia watu wengine kwa kuzaliwa wenye tabia na huruka kama zake. Huyo sio kuongelea kabisa. Huyo tulitaka kumzungusha mpaka kumpeleka Zanzibar. Ikaishia njiani. Lakini kwa nini tulimlilia Magufuli? Kwa nini tulimlilia? Wema wake. Si mnacheza muziki wake. Mulilia. Lucky Dube. Mulilia. Lakini alipokufa mtu anayetukusa moja kwa moja, tulilia. Na mtu anayekulilia anakuthamini sana kuzidi wanafamilia. Mkafikiri sasa imekuwaje? Huyu alikuwa anasaidiwa zaidi. Ndio maana analia mpaka anazirai. Kwa sababu najua hapa ndio mwisho wa msaada. Hapa hakuna atakayenipokea tena. Unalia mpaka watu wanajiuliza hivi huyu ndiye amesababisha kifo au? Sasa muendelee kuwa watu wa watu. Mzee alianzisha taasisi ya elimu. Msimamie hizo shule zisije zikafa. Munisikilize vizuri. Mimi nina maana gani ninapozungumza hivi? Asema bahati nzuri tuko karibu na Interchiki. Mimi naweza nikafuga kuku ukachana na elimu. Kwa hiyo mnisikilize vizuri, nina maana gani? Kwa alikuwa ni mtu ambaye anaandaa watu kuwa watu katikati ya watu. Kwa hiyo hizo shule mzisimamie zisife. Na yeyote atakayejaribisha kuua vitu vya mzee, aliacha mambo yake hivyo, ni lazima myasimamie. Na bahati nzuri nyote amewasomesha, hakuna mjinga. Eti kuna mjinga kati yenu? Kama ni mjinga ni ujinga tu wa kawaida. Tuwasimamie watoto, msimame kabisa. Asiyesimama na ninyi mjue kwamba hakuwa wenu, sio mwenzenu. Sasa wanasema Kibukoba, ukimpiga mtoto ambaye hahusiani na familia hiyo anakimbia kutoka nje ya mlango. Lakini ukimpiga mtoto ambaye damu yako anajizungusha miguuni. Yule unampiga kofi akatoka nje akatimka. Huyo hapo nyumbani analelewa tu, sio kwao. Na hata katika kuishi mkiona mna mtu mnapigana naye kila mara huyo mmesakiziwa.
katika familia anayeweza akakwambia hapa ni kwenu, vitu walivyovianzisha visimamiwe kabisa. Na kama mmeweza kuja huku kuongea na paroko na sisi mapande kutoka nje tukaja kusali pamoja nanyi, maana muendelee na mshikamano wa parokia yenu ya Maruku. Mnashikamana mshikamano? Wako vizuri. Lakini wangekuwa hawashikamani na paroko, makofi hakuna. Kwa sababu hamjielewi. Lakini sasa mnajitambua. Tunafanya misa hii ni mara kama ya 3 kwa. Na kama alivyosema Father hapa, kufaaye wakati wa dhiki ndiye rafiki wa kweli. Kwa hiyo hii shughuli usione tu nini. Mungu amebakisha tu kapengele kamoja kakuota. Ndio unaweza kaota baba yako na mama yako anakupa maelekezo. Labda Mwenyezi Mungu ameamua kufanya hivyo kati yetu sisi na wao, kusiwepo na mawasiliano ya moja kwa moja. Vinginevyo ninyi mlio kuwa mnadaiwa na kujitokeza ingekuwa kesi kubwa sana. Mmefanya vizuri kuifanya asubuhi, manake jioni ya leo kutakuwepo na timu gani? Simba. Ubaya Ubwe. Jioni Yanga mjiandae. Yaani tutawapiga. Mtahama, mtakimbia nyumbani, mtasahau magari, mlio kuja na magari. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo. Yanga jioni mjiandae. Sasa kinachoshangaza ni kwamba kuna wengine ni mashabiki wa mpira lakini hata hawezi kucheza hata kufanya hivi. Lakini ni shabiki. Basi mmefanya vizuri. Asubuhi hii tunafanya hii shughuli, tunamaliza, alafu tunapumzika. Sasa wanaambia mjiandikishe, amjiandikishe. Jiandikisha ni muhimu sana. Sawa? Unajiandikisha, unamchagua unayemtaka. Usipojiandikisha utawekewa usiye. Basi. Sasa tutafanyaje? Au itungwe sheria wasiojiandikisha wale bakora. Ikusudi tusaidie. Kwa sababu maendeleo yakija ni ya wote, si ndio? Kuna leo tulio kuingia barabara ya lami imejengwa. Sasa kwa nini wengine mnakaa pembeni mnaangalia tu hivi? Lakini kwenye Yanga na Simba tuko macho. Mzee Mduko sijui alikuwa na timu gani? Simba. Ndio maana hata mmevaa rangi yenyewe hiyo. Ila katika familia moja inachekesha. Baba Simba, mama Yanga. Watoto wa kike wote Simba, wa kiume Yanga na mama yao. Sasa hii nyumba ni Simba. Simba mpaka na wazungu. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo umefanya vizuri kufanya hii shughuli ya asubuhi ili jioni tupate nafasi nzuri ya kuweza kushuhudia hayo mashindano ambayo kimsingi yanatujengea umoja, mshikamano na matani kwa wingi. Anayekutania mnaelewana. Ukiona kwamba jamaa anasema umeona hii goli la kwanza Yanga, anza safari uondoke. Maki muda si mrefu tutakupiga lingine la pili. Na jioni tunawapiga magoli haya mawili. Ninyi mnapiga mangapi? Sasa matano kwamba sisi Simba tutakuwa tumeondoka uwanjani hapo. Haya. Sasa ole wenu msingizie uwanja mvua imenyesha. Lakini yote kwa yote ni kuwashukuru wazazi hawa walioungana na kufanya familia hii. Na hii familia hii ikawa na moyo wa kukumbuka wazazi wao. Na ukiona mzazi umeacha watoto nyuma, wanaita mapadre na majirani, ndugu na jamaa na marafiki kufanyia misa, wewe ulifaulu kuwaandaa. Si ndio? Kuna familia zingine yani akifa tu baba na mama inakuwa ni mtawanyiko mkubwa sana. Uongo?
Uongo? Vurugu. Hata aliyekuwa anaishi machimboni anarudi, anataka mgao. Lakini katika maandiko hakuna mahali ambapo tumeandikiwa habari za kugawa mali. Tumeambiwa zaeni mkaongezeke, si ndio? Kuna sehemu imeandika zaeni mkaongezeke mtoe urithi. Hicho kitu hakipo. Lakini kwa sababu tumetengeneza utamaduni, wanangu nitawagawia hivi, nitawagawia hivi, ndio inatuletea matatizo. Lakini sofa kwa familia hii tunawashukuru kwa kutuita hapa tuweze kuombea hawa wazee. Mwenyezi Mungu apokee katika uzima wa milele, ili na sisi tutakapokuwa tumetwaliwa tukutane nao huko mbinguni, wao wakiwa wenyeji na sisi kiwa wageni wao. Tumsifu Yesu Kristo. Usinipite Mwokozi, unisikie, unapozuru wengine Bwana, tunapokushukuru kwa kutupa kibali kuwepo hapa katika familia ya mzee Julian na Mama Anet, ambao wao wamelala, lakini tunaamini kwamba roho zao ziko nawe mbinguni. Tunakushukuru kwa ajili yao, kwa yote ambayo uliwabariki, kwanza kama binadamu wenzetu, kama Wakristo kwa ubatizo wao, kama watu wa ndoa na zawadi ya matunda ya ndoa watoto uliowabariki, lakini pia kama wanajamii, hasa mzee wetu kama mwanasiasa, pia kama mwanajamii ambaye alipenda maendeleo ya watu, kuwa watu katika akili zao ili wawe watu mbele ya watu. Tunakushukuru kwa yote kwa ajili yao, hata ndugu wengine ambao wamelala. Tunapokushukuru, tunaendelea kuomba huruma yako katika ubinadamu wao, katika mapungufu yao, ambao labda amekwenda bila kuomba msamaha, kumwomba msamaha yule ambaye walimkosea. Leo tena Bwana, tunasimama mbele yako kuomba msamaha, ili popote ambako wakutenda vema, basi waangalie yale mema na mazuri waliyotenda mbele yetu na mbele yako, na kwayo basi iwe ni tiketi. Tuendelea kuwakabidhi watoto na wajukuu na wanafamilia, hasa kwa yale ambayo wao sasa wana majukumu nayo, wenyewe hawawezi. Tunaamini wewe muweza ndiye ambaye unawawezesha na kuendelea kuwawezesha. Wabariki katika kazi zao, lakini walinde na lolote lile ambalo lipendezi kulisikia au kuliona, kwa macho ya kawaida au hata kwa macho ya kiroho. Wanasimama nao, watoto waendelee kushikamana, lakini hawatendi peke yao, wanatenda na wengine katika majukumu yao ya kila siku, katika yale wanayosimamia. Wafungamanishe wao na wale wote ambao wanatenda nao. Wabariki wao na kizazi chao, ukiwasimamia katika afya zao, lakini zaidi pia ukiendelea kuimarisha muungano wao. Nasi Bwana tumekuja, tunaamini tunapokea baraka katika adhimisho hili, basi baraka hizo zisituache. Na tunapokuja mbele yako kwa haya tuliyotamka na mengi, tunaiombea pia parokia yetu ya Maruku, mapadre na wote wanaohudumu, watawa na wana parokia kwa ujumla, endelea kutushikamanisha sisi ili sote siku moja tuweze kuona kule mbinguni. Lakini jamii hii ambayo hapa tumezunguka, tupo ambao tunakuamini Kristo moja kwa moja kama Bwana na Mwokozi wetu,
lakini tunao pia ndugu na jamaa zetu ambao nao katika imani zao wamekuja kama watu wema ili kushiriki katika hili la kuwaenzi wazee wetu. Nao Bwana tunawaombea baraka, tunawaombea ustawi katika shughuli zao, na yote tunayoyaleta kwako tunaambatana na mama wa Rozari na pia wa Rozari Maria ambaye ni mshenga wetu, tukiamini mama hawezi kutuacha, anaambatana nasi kuleta maombi yetu kwako Kristo, na tunaamini Bwana unaenda kutenda. Tunaomba yote kwa Kristo Bwana wetu. Nafikiri muda wa matoleo baba na matangazo kidogo. Wamepunguza sehemu fulani ya vipato vyao, basi pale walipopunguza tunaomba wao wajaze mara nyingi, lakini pia roho za marehemu ndugu zetu tunawaadhimisha kwa ajili yao zipate rehema kwa Mungu na wapumzike kwa amani katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Salini ndugu, ili sadaka yangu na yenu ikubaliwe na Mungu Baba Mwenyezi. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na tendo la kufana la kuleta wokovu, tukushukuru wewe daima na popote, Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele. Ingawa tunastahili kufa, lakini unatuhurumia kwa neema yako, kwamba tukisha kuangamizwa na mauti kwa sababu ya dhambi, tunakombolewa kwa njia ya ushindi wa Kristo na kuitwa tena pamoja naye kwenye uzima. Kwa hiyo sisi pamoja na nguvu za mbinguni tunakutukuza daima hapa duniani, tukisifu bila mwisho adhama yako kwa sauti kuu.
ili viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitwaa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Hivyo hivyo, baada ya kula, akitwaa kikombe na kushukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Ee Bwana, tunatangaza kifo chako na kutukuza ufufuo wako mpaka utakapokuja. Kwa hiyo, ee Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuko wake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele yako na kutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanywe na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Ee Bwana, ulikumbuke kanisa lako lililoenea kokote duniani. Ulikamilisha katika mapendo pamoja na Baba Mtakatifu Francisco, askofu wetu Domitus Mwijage, pamoja na makrero wote. Wakumbuke watumishi wako Julian, Anet, marehemu wote wa familia pamoja katika adhimisho hili. Ulioita kwako kutoka dunia hii, ujalie ili wao walioshirikishwa kifo cha mwanao kwa batizo washiriki pia ufufuko wake. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia kana tumaila ufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako. Wapokee kwa nuru ya uso wako, na kwamba turumie sisi sote, ili pamoja na Maria Bikira mwenye mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mke wa Bikira, mitume wenye heri, na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, tusalie kushiriki uzima wa milele na kushinda na kutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Ipsum et cum ipsum et in ipsum, iste tibi Deo Patre, omnipotent, in unitatis Spiritus Sanctus, omnis et in gloria, par omnia saecula saeculorum. Kupitia agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunathubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, Bwana nakuomba tuokoe katika maovu yote, tupeleke kwa imani maishani mwetu.
Tuli kwa msaada wa huruma yako tuokoe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo, naomba mitume wako amani na wacheni manyango na wako. Usitazame dhambi zetu, ila tuimani ya kanisa lako. Upende kujilia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako. Wewe unaishi na kutawala daima na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Peane mkono wako. Tazama mwana kondoo wa Mungu. Tazama yule aondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. Ee Bwana, sistahili kwangu, lakini sema neno tu. Hatarini kwa Bwana Yesu, ndiyo hazina yetu.
damu yako Yesu tunapata uzima tele. Yesu karibu moyoni mwangu, ukae nami daima. Unishibishe chakula cha uzima, uninyeshe kinywaji safi cha Roho. Mwili wangu napoinywa damu yangu, asema Bwana, ukaa ndani yangu, nami ukaa ndani. Viti vya kulengwa lelo wa matungwa agogangiti malenga basa nalenga nibyanga okoni nyenda kusima abatakatifu bawe twemeramo kusima nahoya nibyanga okona bona kashango abamalayika bawe twemeramo kuoya Yana onkoleile otio yerete tijina bigambo tindagirwa kusima. Naijana mashamelelwa omu maisho gawe ebyomba ile luwanga nangwe kikusima. Nijerubaba tijina kya kugamba mbanzeta ruwanga ndagora kikusima. Nebirwe ruwanga tindagirwa kusima. Nomba magara nonyemela nompabula ruwanga nindagirwa kusima. Ebirungi bingi nyina byoto nyimire ruwanga nindagirwa kusima. Nakwenule bawa mbonene manzi boine nindagirwa kusima. Ebibeye byeita kushoba onjunire bioire nindagirwa kusima. Nakitaka oire rugabani nkwasiga bilawa nindagirwa kusima. Nakune bibaire mbiguma byono bire bitoile omumanyi gawe. Kasime engonzi zambailo mubantu nakuzilenganza nimbaisiriza ibara yawe bandete abato n'abakuru bange nakubalimanta baikaro mungabona gawe. Abajuni bantungile omubyala n'omubyemba abazaire bange n'abanyonyi nimba kusinzira ntula nindalira inekyotero kusima kantole Mungu wange akanyakaika umoya nigwechula nagala byakanya Ero mukama wange wankolele yano. Wantebulo mubantu wantembeza kabanga wanyegeza kikale wantela mukeka kabira makunde fukamenye yongero kusima nawelu nagenkanya kusinga tale mwa kusima. Mwanao ametuachia komunyo pamba katika sakramenti ya mwili wake kwa nguvu ya chakula hiki. Upende kuwajalia ndugu zetu Julian na Anet na ndugu wa familia wafike kwenye karamu ya milele ya Kristo anayeishi na kutawala milele na milele.
raha ya milele wape e Bwana. Wastarehe kwa amani. Bwana awe nanyi. Hawabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tumtukuze Bwana. Tutaelekea kwenye kubariki tena makaburi ya mzee Julian na mama Anet. Ndio wanahusika, tutatangulia mapadri. Tunayo mashada 8, kwa hiyo wale walioandaliwa ndio watakaohusika. Kwaya, tuendelee. Kwa hiyo watafuatilia, watasikiliza sala zinazoendelea ndani baada ya atakazokuwa na kiongozi. Tusikae, tusimame. Zapumzika kwako, basi tunakuomba upende kuyabariki makaburi haya, na uweke malaika wako mtakatifu ayalinde. Uwajalie kwa huruma yako watumishi wako Julia na Anet waliolala katika makaburi haya, wapumzike kwa amani mpaka utakapoangazia wakati wa kuwafufua. Uwajalie waone mwanga wa milele kule mbinguni. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Requiem eternam dona eis Domine petrus perpetua moyo safi wa Mama Bikira Maria, watakatifu wote wa Mungu, raha ya milele wape e Bwana, wastarehe kwa amani. Endelea na taratibu zingine, mashada na kwaya inaweza kuendelea kuimba sasa. Tunaomba nafasi zetu. Basi niwaombe viongozi mliotokea vikundi vingine ambavyo viko mahali hapa, tunaomba turudi upande wa huku juu, na mwenyekiti wetu wa UVCCM wilaya Misenyi, na tuweze kupata neno la familia. Na baada ya kumaliza utaratibu wa hapa, tunapenda kuwakaribisha sana wageni wote mliotokea sehemu mbalimbali, na wakati huo tuombe ratiba iweze kuendelea. Na kwa sasa ni ratiba ya utambulisho wa viongozi. Tumsifu Yesu Kristo. Waheshimiwa viongozi, wanafamilia, waheshimiwa mapadri na watu wote mlioko hapa, sina maneno mengi ya kusema. Kama mtangulizaji alivyosema, naitwa Projestus Tegamaisho, ni diwani wa kata ya Kiaka na mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Misenyi.
Nichukue nafasi hii kuwashukuru wanafamilia wakiongozwa na Jacqueline kwa jinsi mlivyoweza kutualika kuja kushiriki na ninyi katika kumbukizi hii ya kumkumbuka wazazi wetu. Tunawashukuru sana. Mzee Mjugo au Dr. Mjugo, sisi Misenyi tumekaa naye kwa muda mfupi sana, na ni kama malaika alimleta kwamba aje kuwa mwekezaji Misenyi, na ndani ya muda mfupi akawa ametujengea shule, na akawa mkulima mzuri, na akawa na matarajio ya kutufanyia mambo mengi. Ukisikia somo la leo lililosomwa linasema Yesu Kristo alifia watu wengi. Wakati nakuwa mwenyekiti wa halmashauri, kitu ambacho nitakikumbuka kutokana na somo la leo ambalo limesomwa hapa, Mzee Mjugo, wale wanaokumbuka lile gulio la Bunazi, yale maeneo alikuwa ameyanunua yeye, na baadaye akaja ofisini akanambia, mwenyekiti, ili gulio mnaliendesha, lakini ni mali yangu na nahitaji kujenga majengo. Na mimi nikamwambia, Misenyi ni changa, ukisema tutoke hapa manake uchumi wa wana Misenyi umeumaliza. Mzee Mjugo alikuwa mwanasiasa kule Dar es Salaam, alikuwa diwani, akakiri akasema, kweli nyinyi mko wachanga sana. Akasema, sasa niwasaidieni, maana mnatakiwa nyinyi mnilipe hiki mnachokifanyia hapa. Nikamwambia, hata ile ya kulipa hatuna, kikubwa uangalie unatusaidiaje. Akasema, kwa sababu nimekuja kuwekeza Misenyi na nimekuja kuungana na wana Misenyi, basi kaeni madiwani muangalie mtakavyo nilipa, ili eneo niliache kwa ajili ya wana Misenyi kukuza uchumi wao. Tulikaa baraza la madiwani na tukufanya taratibu za uthamini, tukakubaliana naye, akatuuzia lile eneo mnaona la gulio la Bunazi, na mpaka leo wana Misenyi mnaona kinachoendelea. Kwa hiyo unapokanyaga katika viwanja vya Bunazi, mkumbuke Mzee Mjugo ndiye aliyesababisha tuendelee kukaa pale, vinginevyo kwa mujibu wa sheria tulitakiwa kutoka. Tunawashukuru sana wanafamilia, tunamshukuru sana Mzee Mjugo. Tumpigie makofi ya nguvu kwa kazi hii. Hiyo ndio harama kubwa aliyoiweza kuacha, kwa kila naye kanyaga pale atamkumbuka Mzee Mjugo. Lakini mambo aliyofanya ni mengi, siwezi kuyasema. Nishukuru familia kupitia kwa Jacqueline alivyoweza kuendeleza yale Mzee Mjugo aliyokuwa akiyafanya, na tuendelee kuombea muendelee kuyaendelea yale yote aliyokuwa anayafanya. Baba padri hapa wakati anatoa mahubiri amezungumza mambo mengi, akatukumbusha uandikishaji wa kupiga kura, na niendelee kuwaomba wale ambao hamjajiandikisha, kesho ndio mwisho. Wakati siku ya leo tunaenda kuangalia Simba na Yanga, tuhakikishe tumejiandikisha. Lakini baba padri amenikumbusha kwamba leo ni Simba na Yanga. Mimi nilikuwa sikumbuki, na nikagundua Lespishi amevaa t-shirt nyekundu akiwa na enzi timu, kumbe na familia yote ni wana Simba. Mpaka nikaona na mzungu kule naye ni mwana Simba. Kwa hiyo, lakini baba nikukumbushe, mimi bahati nzuri sina timu. Dr. George ndio mwana Yanga, mimi sina timu. Mwaka jana yule msemaji wa Simba yule, simkumbuki, sitamtaja jina, asubuhi alikuwa anasema Simba itafunga goli 3, mchana anasema ni 6, mpaka akafika goli 8. Hiyo ilikuwa ni kesho yake kitakachotokea, hii Yanga yani napigwa mpaka goli 8. Dr. George, unakumbuka tunaenda kwenye KCRK katika Nyabutaizi pale, mimi nilikuwa sikumbuki kama siku hiyo ndio mchezo unachezwa. Nafika pale naambiwa kuna ndugu yangu anaitwa Anta, akasema kwanza tumesubiri kikao tumalize mpira, na mimi nachungulia runinga naona Yanga 4 Simba 1. Sasa nikajiuliza, mimi nachambua yaliyotokea, sizungumzi ushabiki.
Nikajiuliza, huyu aliyekuwa kila siku anasema ya Simba 5 Yanga bila, mpaka dakika hii 4 Yanga Simba 1 mpaka mpira unaisha. Nikasema kumbe sitazungumza tena kabla. Kwa hiyo baba padri, kuna hatari leo haya uliyosema leo ya Simba leo kufanya maajabu ikawa vice versa. Niwatakie kila la heri, niwatakie mpira mzuri, kikubwa tushangilie na tuendeleze. Tumsifu Yesu Kristo. Asante. Asante sana madiwani kwa kuja. Tuliwalika viongozi wa Chama cha Mapinduzi kuanzia ngazi ya mkoa, wilaya mpaka kule kwenye matawi, na tunafurahi kwamba mwakilishi wao wamefika mahali hapa, ukizingatia kwamba marehemu Dr. Julian Martin Shaigo Bujugo alikuwa ni mwanachama Chama cha Mapinduzi. Sasa nimkaribishe ndugu yetu mwenyekiti wa UVCCM wilaya ya Misenyi, angalau utoe salamu kwa niaba ya wanachama na viongozi wote. Karibu sana. Baba paroko, wanafamilia, ndugu tuliojumuika kwa pamoja, majina yangu naitwa Kevin Pasco Nazari, ni mwenyekiti wa jumuiya ya umoja vijana wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Misenyi. Nipo hapa kwa ajili ya kuwakilisha chama kwa niaba ya mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Misenyi, Alhaji Saidi Seru. Anaungana na wananchi wote, wana Maluku, wana Misenyi, viongozi wa dini, lakini pia ndugu zetu wana familia katika siku hii ya kumbukumbu ya wazazi wetu. Sisi kama Chama cha Mapinduzi wilaya ya Misenyi tunawashukuru wana familia kwa jinsi ambavyo wameendelea kumwenzi baba yetu. Wameendelea kushirikiana na chama pale ambapo panabidi, wanatoa msaada na tunashikamana sote kwa pamoja. Nikupongeza dada yangu Jacqueline Bujugo, na Chama cha Mapinduzi kinakupongeza kwa niaba ya wanafamilia kwa jinsi unavyoendelea kushirikiana nao. Kwa pamoja tuendelee kuombea wazazi wetu. Tunawashukuru sana. Asante sana, tumpigie makofi. Na bodi baba Tuzo, naomba msimame mpunge mkono kwa niaba ya wote. Asante sana kwa kuja, lakini vile vile tulimwalika mkurugenzi wakuu wa taasisi mbalimbali, akiwemo mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya Misenyi, na kwa leo hii amewakilishwa na mganga mkuu wa wilaya Misenyi. Naomba usimame mpunge mkono Dr. Daniel Chochole. Naomba tumpigie makofi. Pamoja na viongozi wengine wakuu wa idara kama mpo, tunaomba nanyi mpunge mkono pamoja naye. Lakini vile vile tulimwalika mkurugenzi wa shirika la MAPEC Dr. George Buberwa, naomba upunge mkono, na tunakushukuru sana kwa kufika. Tunawashukuru meneja wa benki ya NMB, nimekuona umefika mahali hapa, naomba upunge mkono. Na wakurugenzi wa makampuni mbalimbali Jazi, nimemwona mwakilishi. Asante mama Madaki kwa kuja. Lakini namuona Johannes, karibu mkurugenzi, pia upunge mkono. Asante sana. Vile vile tumewakaribisha viongozi wa Hawaka, halmashauri ya walei, WAWATA pamoja na vijana. Naomba mlipo mpunge mkono. Kutoka parokia ya Kasambia msimame, parokia ya Mtukula, parokia ya Maruku, viongozi wa Hawaka wote mlioko mahali hapa, na WAWATA pamoja na vijana. Lakini vile vile tuliwaalika wakuu wa shule mbalimbali za msingi pamoja na sekondari. Naomba msimame mpunge mkono. Walimu wakuu, asante sana kwa kuja. Tumewalika pia familia ya mzee John Kawemba Paulo ambako nazaliwa. Naomba mkono. Asante sana kwa kuja. Lakini vile vile tumewalika wanakwaya. Kwaya hapa ya Mtakatifu Cecilia, tunawashukuru sana, tunaomba msimame, tuwapigie makofi mengi sana kwa kuimba vizuri. Lakini vile vile
tumealika viongozi wa kwaya mbalimbali kutokea parokia ya Kasambia na parokia ya Mtukula. Naomba msimame mpunge mkono. Tafadhali naomba msimame, siwaoni nyote. Kakindo, Kasambia, Bunazi, Igayaza, Biantemba na kwingineko. Naomba msimame mpunge mkono. Tunashukuru sana kwa kuja. Lakini vile vile wapo wafanyakazi kutoka shule ya Bunazi Green Acres. Wafanyakazi wa shule ya Bunazi Green Acres. Asante sana. Lakini vile vile tuliwaalika majirani wa mahali hapa. Naomba mlipo msimame mpunge mkono. Wa Misenyi Jogging Club kutoka Misenyi, naomba msimame mpunge mkono. Wa mapadre kama alivyonitambulisha, naitwa Babeija. Mzee Bujugo mimi ndiye niliyempokea nikiwa wa kwanza, na mheshimiwa padre hapa Maruku mimi ndiye nakotoa mke wangu. Lakini mzee Bujugo wakati tunaanza urafiki, kwanza alikuwa ameniahidi kuniozesha jaki. Hiyo ndilo la kwanza ambalo nilipigana na yale aliyohitaji kuyapata Bunazi ili ayapate. Lakini bahati mbaya Maruku nikawa kabla mzee hajafa ndoto yangu na jaki haikutimia. Lakini waheshimiwa mapadre, tunaendelea na harakati. Baada ya kusema hayo, nawashukuru sana. Jaki, tuko pamoja. Sana, tupige makofi. Basi watu wote mlioko mahali hapa naomba mpunge mkono. Tunashukuru sana kwa kuja. Basi baada ya utambulisho huo, nimkaribishe mwenyekiti wa parokia kwa ajili ya kutambulisha viongozi wa dini walioko hapa. Viongozi wa parokia Kigango pamoja na jumuiya zake. Kristo na nao kwa kila jambo linalotendeka katika mahala hapa ambapo nilipokuwa na hilo chimbuko. Niendelee kuwashukuru, na kwa niaba ya Wakristo wote niwashukuru vile pia. Nitumie fursa hii kumwomba baba paroko msaidizi ili atambulishe mapadri ambao wameendesha ibada nao, na baadaye niendelee na kitu kingine. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo tumaini letu. Assalamu alaikum jamia. Tamam. Mzee Bujugo wamemwelezea watoto wake kwamba alikuwa anapenda timu gani. Alikuwa anapenda timu gani? Wakati fulani nilielezea, bibi yangu ilitumwa kidogo, kwamba kanisa letu sisi Katoliki kwa nini liko Roma? Bwana Yesu alikuwa Mwisraeli, hakuwa Myahudi. Hakuwa Muitaliano au Mrumi, alikuwa Mwisraeli. Na kwao Israeli huko ndo kwao. Na amezaliwa Bethlehem pangoni, lakini kwake Nazareti ndio kijiji chake alichokulia. Alipokufa kule kwake na kufufuka na mitume kushukiwa na Roho Mtakatifu, Petro na Paulo walikwenda kuhubiri Roma, ambayo ndio kwa makao makuu ya utawala wa Warumi, walikuwa wanatawala dunia. Sasa kule Roma alikuwepo mfalme Constantine ambaye naye alitamani kuwa Mkristo. Na alipokuwa convinced akakubali kuwa Mkristo, akatangaza kwamba dini ya mfalme ndio dini ya watu wake. Dini ya mfalme ndio dini ya watu wake. Kumbe Ukristo ukaenea mara moja kule Roma, ikawa kama ni lazima watu kubatizwa wao wa Kristo. Sasa hapa mwenye shughuli yake hii Simba Sports, Mzee Bujugo ndio mwenye ubwabwa wake leo hapa. Kwa hiyo sisi wote hapa inabidi tumwenzi Mzee Bujugo, tuwe Simba, sababu ndio mwenye shughuli yake. Mzee Bujugo ndio mwenye shughuli yake. Mwenye shughuli yake na mwenye timu yake. Sasa unakuwaje tofauti? Ni mwenyewe alikuwa Yanga, lakini sababu ubwabwa leo Mzee Bujugo tunamwenzi, inabidi tuwe Simba Sports jamani. Ndio mwenye shughuli yake. Hapo pili. Hizo tano ambazo Yanga tumeshinda mwaka jana, si tushapigwa na Simba mara nyingi tu. Yaani tano tushakula nyingi tu kwa Simba. Mara nyingi tu, mara 6, mara 4, mara nyingi tu. Labda unajua kuna watu wanajua historia Simba na Yanga. Yanga akamfunga Simba mara nyingi sana kwa mechi moja. Lakini Yanga kafungwa na Simba mara nyingi kwa goli nyingi kwa mechi moja. Hiyo ndio historia ya Simba na Yanga.
Yaani kwamba kupigwa 6, 5-5, 4-4 tumeshazoea Yanga. 3-3. Yaani hiyo kawaida sana tunakulaga Yanga Afrika. Kwa hiyo baada leo alisema labda leo Yanga itapigwa 2, kapunguza sana kwa Yanga kupigwa tena Simba. Yaani Yanga kupigwa 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 mara nyingi sana kisha kula hiyo. Kila moja Simba naye kapigwa mara nyingi, 1-0, 2-1, 3-2. Hizo nazo Simba kala mara nyingi sana. Kwa hiyo naomba tumwezi mzee Bujugo leo tunapomwombea, tunapomshukuru kwa maisha yake, tuienzi pia na timu yake. Na ndio maana hata kama familia wameenzi na timu yake. Kama wanajua na tabu kushangilia Simba Sports leo, basi hata mdogo wako kupakua usipakue. Maana ndio baba mzee Bujugo leo wa Simba Sports. Tumsifu Yesu Kristo. Basi mimi naitwa Padre Christian Likoko Nyumayo, padre wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Mimi ni chotara. Baba yangu ni mgoni wa Peramio Mgazini, Songea. Mama yangu ni wa Ifakara. Lakini bahati mbaya mama yangu alizaliwa Ilala Mchikichini na mimi nikazaliwa Mwananyamala. Kumbe mimi ni paroko wa Magomeni pale Dar es Salaam. Tumsifu Yesu Kristo. Ni rafiki wa karibu wa mzee Bujugo, na mzee Bujugo alikuwa diwani wetu, lakini pia alikuwa rafiki na mfadhili wetu mkubwa sana kama parokia. Kwa hiyo tunawashukuru sana familia kwa kutuenzi pia wana Magomeni. Mimi kuja kwa niaba ya wote pale Magomeni, wana jamii ya Magomeni na Wakristo wa parokia yetu ya Magomeni. Wabillahi tawfik. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumsifu Yesu Kristo. Mzee Bujugo na mama na familia yake ni rafiki zangu sana. Mimi nilifahamiana na mzee Bujugo nikiwa parokia moja inaitwa Tankibofu. Na nilipohamishwa kuhama kutoka Tankibofu kwenda Kibaha, mzee Bujugo aliendelea kunifuatilia na kuwa pamoja na mimi mpaka alipofariki. Ninaitwa Padre Mkandala, ni padre wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam, ni paroko wa parokia ya Kirongawima au Afrikana kule Bali. Padre Likoko ni rafiki yangu sana, ni skauti mwenzangu, na mzee Bujugo alikuwa ni skauti kiongozi, mfadhili wetu. Na baada ya hayo watoto wa mzee Bujugo tumeendelea kuwa pamoja. Juzi nilikuwa naozesha mtoto wa kaka yangu. Nilikuwa nao bega kwa bega kuonesha kwamba mzee Bujugo hajafa. Bado yupo. Angekuwa amekufa tusingekuwepo hapa sisi. Wake tungesema amefariki, basi sisi na sisi tunafariki katika uhusiano. Lakini bado tuko pamoja na tuendelee kuwa pamoja. Na huyu anayemwangalia Jackie kwa mate ajue Jackie ana watoto wawili, na watoto wale wawili wana mwenye nao. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo usije ukamharibia huko alipo. Asanteni. Tumsifu Yesu Kristo. Paroko msaidizi wa parokia Maruku. Kwa upande wa timu ambazo mnashindania hapa, nafikiri hata hao wapambaji wameweka vizuri sana. Mkiangalia rangi naye tawala ni kijani ama red? Nyeupe. Ya kijani hii. Hata maua naona kuna kijani na meupe pia. Hata ukoko ni kijani. Hata mtazama ni kijani. Tumsifu Yesu Kristo. Nina imani kwamba lilishopangwa lipo tayari. Nichukue fursa hii kuwatambulisha kwamba mimi ni mwenyekiti wa parokia naitwa Joakim Rupia, lakini hapa ni kigango cha Maiga ambacho kina jumuiya 12 ndogo, lakini tuliko hapa ni jumuiya kubwa yakiwa kati ya jumuiya zinazofanya kigango cha Maiga. Tuna mwenyekiti wa kigango Maiga, mzee Jovin Maruka. Yuko wapi? Yupo. Na jumuiya kubwa tuna jumuiya ndogo ya Mtakatifu Salapioni ambapo ndiko jumuiya. Pamoja na hayo yote ni washukuru Hawaka kutoka wilaya ya Misenyi walioungana na sisi katika kuomba na wakumbuka kwa wema waliofanya hapa duniani. Tuendelee kuombea popote pale, lakini haitoshi tuwe na sala za mara kwa mara ili kuwaombea na tuwawezeshe na wao kutuombea kwa hayo machache
Nawashukuru kwa kuja. Asante sana. Naomba meneja kwa mara nyingine tena, lakini vile vile kuna afisa mtendaji mahali tulipo. Afisa mtendaji, karibu. Wakati huu dada Jack wetu yetu kwa niaba ya uongozi wa kijiji cha Bwizanduru, ambacho kijiji cha Bwizanduru ni miongoni mwa vijiji vinavyounda kata ya Maruku. Hapa tuko kwenye kitongoji cha Kiwa. Tunashukuru sana familia hii kwa ushirikiano wanaoendelea kutupa juu ya mama anayeishi hapa kwa jina la Bisikora Elias. Tunao ushirikiano mkubwa zaidi, kwa sababu hata kwenye shughuli za kimaendeleo huwa tunashirikiana nao bega kwa bega. Lakini tuwakaribishe wananchi ndugu zetu wanaotoka wilaya ya Misenyi, mjisikie mko huru na mko kwenye amani. Ninao wenye viti wa vitongoji wakiongozwa na mwenyekiti wa kitongoji Bwana Tofili, msimame mtupungie mkono. Kupitia somo hili tunawaombea wazazi wetu au ndugu zetu wote waliotangulia mbele ya haki. Mwenyezi Mungu yeye mwingi wa rehema na mwingi wa rehema aweze kutusaidia katika safari yetu, kwa sababu siku ya siku kila nafsi itaonja nini? Mauti. Halmashauri ya wilaya ya Bukoba, karibuni sana. Familia ya Mzee Bujuko na Mama Anes, ndugu zangu wako, kuna mfahamu Jaki wengine, dada yetu mkubwa Mariana, kaka yetu Eka. Njoo waone. Kuna wengine labda wafahamu, tafadhali. Waone tu sana kwa kuja siku ile kujumuika na sisi. Niseme protokoli imezingatiwa, na nimwite Mr. Respicious John na Madam Namara Tibanga. Hawa asanteni sana kwa msaada wa kutusaidia kufanikisha hii shughuli. Naombeni mwapige mkono. Makofi. Asante. Nimaliza kusema mwakora kwa kuja Mnyegere. Kuna chakula tumetayarisha hapo, mshibe vizuri ili tuweze kushangilia ushindi wa Simba. Nani bila? Mwana na Roho Mtakatifu. Mungu wetu, tunaendelea kusema asante kwa kusanyiko hili zuri, kwa adhimisho la misa tulilofanya, kwa yote ambayo tumeyasikia, yote yakiwa ni ya kiroho. Na sasa tunaenda kuimarisha miili yetu kwa zawadi ya chakula. Tunakushukuru kwa wote waliokiandaa, basi tunapokula na kunywa tupate nguvu za kutumikia vema kwa Kristo Bwana wetu. Na la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Marema one and only, the giver of life, iko tunanapa. Mesimama cause uko na mimi, you never let me go. Mipaka yangu umeitanulia mbali, even sky see your limit kwa ikibali. Hata haters wanashangilia kwa ndani, umewawinga oh. Sina kingine mimi najivunia zaidi yako Baba, maana niko tuli nimetulia, we unagabaya. Hata wale wananionea usuda, shabaha yao mbaya, watapataje mwamba umenifunika, ure watataya. Cause I know that you got me where you got me, you got me where you got me, Papa, you got me where you got me. That's why I never fall. You got me where you got me, you got me where you got me, Papa, you got me where you got me. That's why I never fall down. Iteleza Baba unaniinua, hujanitupa wala hujanijutia. Kama ni toba zimejaa gunia, ukweli kwamba tu umenihurumia.
Ngekulipa nini kama ungetaka nilipe jema moja moja, maana hata hii pumzi nayovuta hakuna dola ingetosha. Na kingine mimi najivunia zaidi yako Baba, maana niko tuli nimetulia, wewe unangabaya. Hata wale wananionea usuda, shabaha yao mbaya. Utampataje mwamba umenifunika, bure wakataya. 'Cause I know that you got me where you got me. You got me where you got me, Papa. You got me where you got me. That's why I never fall in love. You got me where you got me. You got me where you got me, Papa. You got me where you got me. That's why I never fall in love. You got me where you got me. You got me where you got me, Papa. You got me where you got me. That's why I never fall in love. Never fall in love. Always by my side. Always by my side. That's why I never fall in love. Killer. It's the kids, baby. Umewaka penzi letu mi amor, mpaka sasa nimeshinda shindano. Sinyorita langu hupate amor. Shata nimefika kikomo. Oh haleluya, nampenda huyu, napata furaha wa kwangu huyu. Oh haleluya, nampenda huyu, napata furaha wa kwangu huyu. Roho yangu tamu yangu mimi, roho yangu mimi, tamu yangu mimi. Si unajua raha nyama kutafuna, so kuonja na kutema. Usiruhusu moyo kuchoma choma, wakaja pata la kusema. Oh baby, oh baby, ukinimisi nitemi, minadekeza sikaribi. Oh haleluya, haleluya, napenda huyu, napata furaha wa kwangu huyu. Oh haleluya, napenda huyu, napata wakuheshimiwa ni wewe Mungu, wakupewa sifa na utukufu ni wewe Mungu. Mungu mwenye nguvu, wastahili heshima. Yeah, yeah. Oh. Right. Oh. Sana sana sobuye sibona nenini, kunini ngikufonela, nabantwana bayakufuna. Hey, dale wami sobuye sibona nenini, kunini ngikufonela, nabantwana bayakufuna.
Yaniburudisha nikirukaruka, Hosana amen. Yaniburudisha nikirukaruka, nikimba Hosana amen. Nina siri na Yesu. Yaniburudisha